Wewe umejifanya umebadilika. Mimi bila maisha hayo nitaishi vipi? Salim yule mama. Asikiza, tulia huko na mimi afanye kitu chochote. Simshakwambia na mwezi. Alipokaba siku ile ulikuwa peke yako, leo uko na mimi shoga. Tulia, acha kujiogopa. Sitaki uniangushe. Nataka niongee na Salim. Mimi nataka niongee naye. Salim. Salim. Ya, nakusikiliza. Naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Najua nimekosea sana. Nimekula pesa yako bila sababu ya msingi. Na yote hii ni kwa sababu tu ya ugumu wa maisha. Ndio maana niliamua kufanya hivi. Naomba unisamehe sana. Okay, sawa, nimekuelewa. Sawa. Usijali, mimi nimekusamehe. Sawa. Maana nimefikiria sana. Nilikuwa nakosa amani. Naomba tu unisamehe. Kuwa na amani. Naomba unisamehe. Usijali. Kuwa na amani. Sawa. Nashukuru. Kusema ukweli mimi nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Kusema ukweli mimi nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Wajichanganya kusikiliza. Salim yule nimekutana naye mimi. Shoga yangu wewe msipo kabisa. Nenda kuomba msamaha. Yaani Salim sijapanga kumwacha leo wala kesho. Sitaki kusikia masuala ya mapenzi, niache. Nafsi yangu mimi imeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Mapambazuko. Sijui lini kutapambazuka. Halafu nafsi yangu mimi imeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Mimi nimefika, lakini sio unikabe tena kama siku zile. Ningekuwa na lengo la kukukaba, basi ningekuitia kwa vichochoroni, ningeweza kufanya hivyo. Lakini sina lengo la kukukaba, na ndo maana nimekuita hapa nyumbani kwangu. Kuwa na amani. Kwanza niseme nashukuru kwa kuweza kuitika wito wangu. Ukweli kwamba nimefikiria vya kutosha sana. Alafu nimewaza mpaka kufikia hatua ya mimi kukuita wewe hapa. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba mimi sio Salimu yule ulomzoea kwa kuweza kumkuta kwenye vigenge vya wauni. Sawa, ananunua wanawake. Sio mimi saizi. Mimi saizi nimebadilika. Mimi ni Salimu mwingine kabisa. Saizi kiufupi ni kwamba hadi ibada naipata, naifanya vizuri. Nimewaza mpaka kukuita nyumbani kwangu
sababu moja. Nimefikiria, nimeona ngoja nikufikishie fikra hii wewe. Bado sijakuelewa. Nahitaji wewe uwe mke wangu. Mke? Yeah. Lakini wewe si mke wako. Ni kweli nina mke, ila hisia yangu pamoja na imani yangu ya kidini inaniruhusu kuwa na mke wa pili. Kwa hiyo nakuomba uweze kuwa mke wangu, kwa sababu nimeangalia tulipoanza kukutana wewe na mimi mpaka hivi siku ya leo, nimegundua ni mwanamke mwenye akili sana. Nimegundua wewe ni mwanamke mwenye busara, kwa sababu kwa mwanamke mwingine asingeweza kunifuata na kuniomba msamaha. Wewe unafaa kabisa kwangu. Nahitaji uwe mke wangu wa pili kibidi. Kwa hiyo unataka kuniambia hivi, kila mwanamke ambaye atakukosea akija kuomba msamaha unamuoa? Hapana, haina maana hiyo. Sawa, yaani kiukweli hizi ni hisia zangu tu mimi. Lakini unakosa nini kwa mkeo? Hakuna ninachokikosa Sara. Au tamaa tu, umenitamani? Hapana, wala sijakutamani, kwa sababu mimi saizi nimebadilika. Hata ibada nafanya na dini yangu pia inanitaka niwe na wake wawili. Lakini alichonacho mke wako na mimi nacho hicho, na ndio maana naongeza. Kuongeza ulichonacho sio mbaya. Hivi ukiwa na nyumba moja ukiongeza ya pili kuna shida? nategemea jambo na mke mmoja. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda haufiki, unazunguka lakini haufiki. Kiukweli Allah akulipe. Allahumma. Kwa sababu katika vitu ambavyo nilikuwa najiuliza, hivi nitaweza kweli mimi kusimama katika membari na kuzungumza na waumini wakawa wananisikiliza? Lakini leo nimesimama katika membari nazungumza na shosha mkadima pale, watu naona wameshika shavu tu wananiangalia. Nikasema hiki kitu tayari. Kiukweli kaka, ule mkadima mimi ulinipa wakati mgumu sana. Nakwambia niliufanyia mazoezi ndani ya wiki 2. Najifunza kitu kimoja tu. Basi mimi niseme nashukuru sana juu ya jambo hili. Tunaambiwa kwamba hakuna faida kwa msikilizaji wala mzungumzaji. Faida hataipata yule mwenye kutekeleza. Inawezekana wewe ukanisikiliza siku ile ulivyonisikiliza, lakini usitekeleze, huwezi kupata faida. Aidha mimi nikazungumza lakini nisitekeleze, siwezi kupata faida. Faida atapata yule ambaye atafanya akatekeleza. Inawezekana mtu akapita tu njia akasikiza maneno yake akatekeleza, anapata faida. Unaona? Na jambo hili mimi nashukuru sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika mafumo ya hadithi kwamba inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Twende na tafsiri kidogo. Anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu yeye haangalii sura zenu. Unaona? Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala mali zenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yeye anaangalia nafsi zenu na matendo yenu. Amali zenu, yaani amali ni matendo mema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaangalia nini? Nafsi na matendo. Kwa hiyo sio sura. Inawezekana ukawa na sura nzuri, wewe ukawa ifanya labda sijui sura yako ukawa unaitumia vibaya, ukawa na chukua wake za watu, sijui vibinti huko, lakini unajikuta wewe ndio mwamba. Lakini kwa Mwenyezi Mungu watu wewe unapata hasara. Inawezekana wewe ukawa una mali lakini mali zako ukawa unafanya vibaya, lakini vile vile tena unafanyaje? Unapata hasara. Kwa hiyo wewe ukawa na hata kama ukiwa na sura nzuri sijui, lakini kinachotakiwa ni matendo mema, ndio ambayo anaangalia Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa hiyo tujitahidi sana kutekeleza. Mimi nashukuru hatua uliyofikia ni nzuri. Unaona? Kwa hiyo tumeambiwa kwamba moto umeumbwa kwa ajili ya wale ambao wanamwasi Mwenyezi Mungu na pepo imeumbwa kwa ajili ya wale wafanyaji wanamtii Mwenyezi Mungu. Yaani huyu ambaye anamtii Mwenyezi Mungu hata kama angekuwa ni maskini kiasi gani, unaona, ataenda peponi kwa sababu kumtii Mwenyezi Mungu.
Yawezekana huyo akawa ni tajiri lakini anamwasi Mwenyezi Mungu, basi ataenda motoni. Sababu gani? Kwa ajili ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haangalii sura wala mali, yeye anaangalia matendo mema. Wewe mdogo wangu, mimi niseme tu nashukuru sana. Nimeona hata shemeji yangu pia amebadilika. Nashukuru sana. Kwanza kaka, hapo niseme kitu kimoja. Yaani hii hadithi ulivyoisoma kwanza imenigusa. Alafu nimeingiwa na wazo. Hivi pale msikitini pana darasa la kusoma kina mama pale? Darasa lipo. Saa 7 wanaingia wamama, saa 10 watoto. Wewe darasa lipo. Kwa sababu lengo langu ni mshawishi mke wangu pale na yeye anakuja kuhudhuria kidogo darasa na yeye apate vitu. Darasa lipo. Basi mimi ndafurahi sana. Sawa. Inshallah kaka. Allahumma amina. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda haufiki, unazunguka. Mke wangu, nilikuwa na wazo moja. Najua juzi nilikuwa nimekaa na blaza tukawa tunazungumza majambo fulani baada ya kutoka msikitini. Pia nikamuuliza kuhusu habari ya madrasa kina mama pale msikitini. Akaniambia kwamba madrasa pale ipo. Na inafanya vizuri tu. Kaambia basi sawa. Kona ngoja nije nikueleze mke wangu, nahitaji na wewe uweze kwenda pale madrasa. Sawa, mimi nimekuelewa. Hamna shida, manake muda mwingi nakuaga nimeshinda tu mwenyewe hapa nyumbani. Kwa hiyo bora kwenda huko na kwa najifunza vitu vingi. Ni kweli. Na pia mimi kama mumeo natoa ridhaa kuanzia saa 10 huo unatoka unaenda madrasa. Sawa, ukasome. Kwa sababu tunavyoishi natakiwa pia tumjue Mungu, na kama natakiwa tumjue Mungu natakiwa tumsome. Natoa ridhaa kuanzia saa 10 huo unatoka unaenda madrasa. Sawa. Mimi nimekuelewa, hamna shida. Nitaenda, maana mara nyingi nakuaga tu mwenyewe hapa nyumbani. Ni bora kwenda madrasa, maana nakuwa najifunza vitu fulani hivi. Kwa hiyo sio mbaya. Ni kweli mke wangu, ukishajifunza vitu nadhani hata mabadiliko yatakuja kwa mazuri. Atakuja kupata familia, itakuwa ni familia bora, unajua. Kwa sababu unajua mama akisoma, baba akisoma, basi watoto wanakuwa ni watoto ambao wamenyooka. Watoto wenye hofu ya Mungu, kwa sababu hapa baba mnene, mama mnene. Bila shaka mtoto atakuja kutoka wa mviringo sijui. Kwa shogangu leo kikoba 20. Na ateje kwenda sasa. Na ukizingatia makosa yenyewe ninayo nimejia. Mimi naenda tu, lakini sina hata mia, naenda tu kuitika jina langu na rudi. Pole, wewe si unatoteza kina unataka moja wewe si umeacha. Mimi bado naenda shule zangu, yani leo. Kama sio 30 naenda kuiweka huko. Salimu huyo. Habari zenu? Nzuri. Karibu Salimu. Kwema. Kwema. Nashukuru kwa kuweza kuwakuta hapa. Nilikuwa nafikiria hapo nije nyumbani kwako. Wakati nimetoka msikitini, kuna vitu nilitokea kuvipenda. Nikaona ngoja ninunue nikuletee. Hapana. Ni vya huyu. Asante. Haya, sawa. Nashukuru.
Basi tutawasiliana. Sawa, haina shida. Shoga yangu, yale mafuta yale ambayo nilisema nitaenda kununua, haya hapa kaniletea. Asante. Amekuletea. Ndio. Sweet. Wewe na Salimu mpoje? Hicho nimekiona ndio si hicho. Wewe na Salimu mpoje? Sasa tupoje kivipi? Mtu katoka zake huko, kaamua tu kuniletea zawadi, kwani kuna tatizo hapo? Wewe sasa hivi unanisaliti. Unanisaliti sasa hivi. Wewe unatoka na Salimu? Salimu si rafiki yangu tu. Kwa nini akuletea wewe zawadi? Wakati mimi mtu nilikuwa nafuka naye hajaniletea mimi akuletea wewe kwa nini? Kwa hiyo unanizunguka sasa hivi? Hapana, mimi sikuzunguke. Mtu kapita huko kaona zawadi, kaamua tu anunulia niletee. Kuna tatizo hapo? Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda haufiki, unazunguka lakini haufiki. Mapenzi bwana. Aya, wewe mwenzetu udugu. Sasa hivi sio udugu, udugwaji. Kunisaliti mimi wewe? Dada wewe hata aibu una ndugu. Mjini nimekutoka kijijini, mjini nimekuleta mimi mwenyewe shoga. Watu kwenye TV uko unasalimia nikakufundisha mimi. Hao watu siwasalimie. Aya. Sijui friji uko unaenda kuweka viatu nimekufundisha mimi. Hiyo friji si ya kuweka viatu shoga. Unavuka barabara unavua ndala, mimi ndo nakufundisha. Usivue ndala hapo unavuka. Alafu leo unakuja kunisaliti mimi wewe. Yaani una hata haya shoga yangu. Mimi nimekupeleka kule kwa Salimu, nimekupeleka kwenda kufanya dili. Alafu wewe umeenda kufanya kweli au sio? Lakini Sonia, mimi Salimu sijamtongoza, yeye ndo kanitongoza. Mimi Salimu sijamfanya kwenda kutongoza, yeye ndo kanifuata. Kwa hiyo wewe ulishinda kukataa mtoto mdogo. Unajua kama wewe sasa hivi umetoka naye. Aya, wewe nini kilichokufanya umkubali? Nini wewe kilichofanya mpaka utoke na Salimu? Yafu siku ile uliniuzi, unanipa zawadi, unanichekesha, unatoa mimeni yote 32 nje. Wewe kilichokufanya upokee zawadi ni nini? Lakini mtu ametoka huko, amenunua zawadi zake kwa upendo kabisa, analetea, alafu mimi nikatae. Kweli unakuwa ni ungwana huo? Mtu anatoka kwa hiyo ulishinda kukataa? Ulishinda kukataa? Ungekataa angekulazimisha upokee zawadi. Basi ungesema hivi, basi kwa vile huyu hapa alikuwa anatoka naye, basi hizo zawadi mpe maskini ya Mungu, hata angenipa mimi kidogo ambaye nishai kutoka naye. Yaani wewe sasa endelea kutoka na wewe Salimu. Yaani wewe sasa nakwambia hivi hapa, yaani wewe kama maana hapa nalipa kodi mimi kila kitu mimi. Hapo utakusanya vilago wenu, utarudi huko kwenu kijijini tuone huyo nani mwenyewe si utampataje. Nitakuongezea tena kingine. Yaani wewe. Sasa ni kuone sasa unaendelea kutoka na wewe Salimu. Takacha kufanya simekuleta mwenyewe mjini hapa. Nitacha kufanya nitakuonesha. Ili angalie pale.
Asalamu alaykum mke wangu. Wa alaykum salam. Karibu. Asante. Naona ulikuwa na swali. Sawa. Nimeona mapema leo. Ni kweli nimeona ngoja niwahi tu kurudi nyumbani kwa sababu sina lolote la kufanya. Kulikuwa na shura lakini mhasibu kaondoka, hayupo. Kwa hiyo imamu katuambia turudi tu, shule itafanyika siku nyingine. Sijui utaandaa nini, maana kila kitu tayari, maji ya kuoga, chakula yote tayari. Wewe ulichoniandalia mimi nitaanza nacho. Unachotaka? Ukipendacho. Sawa. Nitaanza na mpishi. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda haufiki, unazunguka lakini haufiki. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda haufiki.